Bwana, mambo vipi? Uhari gani mwanafamilia wangu wa kimichezo? Karibu tena katika dawati la habari za kimichezo, tukujuze zile ambazo zimeweza kujili, lakini pia kugonga vichwa vya habari katika nyanja ya kimichezo. Kubwa zaidi ni uweze kusubscribe hapo katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Tafadhali bonyeza kengele hiyo, hapo utakuwa umefanikisha kuweka njia rahisi ya wewe kupata taarifa zote za kimichezo pasina kuhangaika huku na kule ukisaka ama kutafuta habari kamili za kimichezo. Karibu. Bana, taarifa kubwa zaidi ya kimichezo ni kutoka ndani ya klabu ya machampioni wa kihistoria Young Africans. Najua taarifa hii binafsi itaenda kuwaumiza mashabiki wa klabu hiyo na wanachama na wadau wa soka hapa nchini Tanzania, lakini hususa ni mashabiki wa klabu ya Young Africans. Kunani huko na kipi kimejiri? Basi endelea kusalia hapo hapo na unifuatilie mwanzo mpaka mwisho ili ukajue ni kipi ambacho kimeweza kujiri ama kutokea kunako klabu ya Young Africans. Kwanza tukumbuke Young Africans hivi sasa imekuwa na mafanikio na moja ya klabu yenye nguvu kubwa na ushawishi mkubwa barani Afrika, huku ikiwa imefika robo finali michuano ya klabu bingwa, lakini pia katika nyanja za soka hapa kwetu nchini Tanzania imefanya vizuri, huku tukishuhudia ikichukua ubingwa wa ndani takribani mara 3, lakini pia kombe la shirikisho la CRDB wakichukua mara 2 mfululizo. Lakini pia tukumbuke Young Africans imefanya vizuri katika tuzo za ndani na hivyo kuwa ni timu tishio barani Afrika. Tukumbuke mechi ambayo iliwafanya Young Africans kuwa tishio zaidi ni ile finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya USM Alger msimu wa mwaka juzi, ambapo waliweza kufika finali, lakini bahati isiyokuwa nzuri hawakuweza kufanikiwa kuchukua taji hilo, licha ya kikosi hicho kuundwa na wachezaji hatari ikiwemo Fiston Kalala Mayele. Lakini pia kwa msimu wa mwaka 2024-2025 tumeshuhudia vizazi kama Stefan Aziz Ki, bila kumsahau Walid Mzize, Maxim pia Nzengeli, lakini pia Pacome Zouzoua ambao ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na chachu kubwa ya mafanikio kunako klabu hiyo ya Young Africans. Sasa taarifa ni kwamba baada ya dili la kwanza kufanyika ama kuondokewa na mchezaji wao mahiri na ambaye amekuwa na mchango mkubwa ndani ya klabu hiyo, hapa namzungumzia Stefan Aziz Ki, ingawa litakuwa ni pengo japokuwa Young Africans kwa upande wao wameweza kuvuna takribani bilioni 2 pesa za Kitanzania. Lakini pia bahati nyingine mbaya kwao ni uondokaji wa Walid Mzize ambaye ndiye top scorer ndani ya kikosi hicho, ambaye amechangia alama nyingi na upatikanaji wa mabao mengi zaidi kunako klabu hiyo ndani ya msimu wa mwaka 2024-2025. Hivyo naye ajiandaa kuondoka ndani ya klabu hiyo, lakini Young Africans watanufaika kwa kupata kiasi kikubwa cha fedha ambacho kitawaingizia pesa na kuwafanya kuingiza pesa nyingi zaidi katika dirisha la usajili. Lakini pia kuondoka kwa kocha Miloud Hamdi ambaye hivi sasa klabu hiyo kupitia uongozi wake wa juu zaidi unatafuta namna ya kuweza kusajili kocha mpya ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Miloud Hamdi ambaye hivi sasa klabu hiyo Young Africans inahusishwa na majina makubwa barani Afrika, akiwemo Roland Mokwena ambaye pia anahusishwa kuja mitaa hiyo ya Young Africans. Lakini pia uongozi wa Engineer Hersi Said umeona ni bora zaidi wakaachana na kocha Miloud Hamdi ambaye hivi sasa ndiye kocha mkuu wa klabu hiyo, ambaye anainoa klabu hiyo huku ikishikilia nafasi ya kwanza, tofauti ya alama moja tu dhidi ya mpinzani wake. Hilo ni pigo ambapo tunaona kwamba wachezaji wawili nyota na tegemeo ndani ya kikosi hicho wameweza kuondoka, mwingine huku akijiandaa kuondoka hivi sasa. Lakini pia mchezaji ambaye ni tumaini kwao
Pacome Zouzoua, furaha iliyoje ndani ya klabu hiyo ni kwamba ameweza kuongeza mkataba ndani ya kikosi hicho, lakini pia Maxim pia Nzengeli naye ameweza kuongeza mkataba ndani ya kikosi hicho. Bana, hiyo ndo taarifa rasmi ambayo nimeamua nikusogezee wana michezo. Acha komenti yako hapo chini. Usisahau kusubscribe hadi wakati mwingine. Bye bye.